Nganisi na bwana wala nane ehomaji. Safi sana mwanangu. Nishie sana homvesha baba. Nishie sana. Yaani nishie sana. Nishie sana. Safi sana. Biza polisi. Na imekuwa kama sintofahamu. Mpaka muda huu nashindwa kuelewa ni nini maana ile ndoto. Ndoto ni marudio ya mawazo tunayowaza. Mimi nadhani ulikuwa unawaza. Una tatizo gani? Mimi hamna. Mbona una hema juju? Hamna. Lakini Genia, kipi kuhusu ombi langu? Nimekuwa nikiimba kama wimbo wa kijiji chetu. Simbe, wewe sio mwanaume wa aina yangu. Mpenzi mtazamaji wa Jumba la Sinema, hili ni Jumba la Sinema ambalo linakujia hapo kiganjani kwako kama kawaida na kama utaratibu wetu. Ukiona Jumba la Sinema limefunguka, basi unajua kabisa tuna muigizaji au director au mtu wa continuity au editor au DOP au muigizaji mwenyewe anakuwa ametia maguu ndani ya Jumba la Sinema. Jumba la Sinema linakuletea waigizaji kupata habari nje ya filamu na ndani ya filamu. Tunaangalia maisha yao kwa kina zaidi. Tumezoea kuwaona kwenye movie. Je, uhalisia wao ndo ule? Watu wengi wanaamini kwamba zile busu zinazopigwa ni za kweli kabisa, au yale mambo yanayofanyika ni ya kweli kabisa. Nakutanaga na waigizaji ili wakutoe chenga ambazo ulikuwa hujui za nyuma ya kamera. Mimi naitwa Kindingo Master, ni paka mwenye malengo ambaye simlipanya mwenye mimba jichanganye uvimbe. Leo niko na mgeni wangu, amefanya poa sana kwenye tamthilia, kazi nyingi za watu. Alitoka Mbeya akaenda Dar es Salaam akarudi, zote ni harakati za kuhakikisha anapenya kwenye tasnia hii ya filamu. Mwaka huu ameniletea mzigo mpya kabisa ambao kama ulikuwa unatazama vizuri ndio ulikuwa unaanza hapo kabla sijafungua kipindi changu cha Jumba la Sinema. Umeiona tela yao, lakini pia tutaijadili hiyo filamu imetoka lini, nani amefanya, nani producer, kwa nini imefanywa kwa wakati huu. Ungana na mimi, tutapiga story. Dakika 15 tu zinatosha kufanya nizungumze na mgeni wangu na tukupe kile ambacho ulikuwa unakihitaji. Dondosha comment hapo chini, niambie nani unamtaka. Tushakwaliti ni wauzaji wa FIFA original kama vile viatu, mabegi samiwani wanapatikana Mbeya Uwindini. Karibu kwa mawasiliano 0755670675, watu wote makalipisha. Tushakwaliti kwa vitu kwaliti. Shwari. Umefanya hivi mpaka ukaingia. Habari ya siku nyingi? Aisee, salama kabisa. Kwema? Mungu mwema. Muda mrefu. Kweli nikiangalia interview yako ya kwanza, mara ya kwanza tunafanya interview unakuja ndani ya Jumba la Sinema. Ndio. Haukuwa hivi. Juhudi haziongopi. Kwa nini nilikuwaje? Kidogo angalau kipindi kile ulikuwa unajitafuta, sasa hizi umejipata. Sasa umejipata. Hamna, bado sijajipata. Watazamaji na wapenzi wa kipindi cha Jumba la Sinema wanatamani kujua ninayezungumza naye ni nani na anafanya nini. Wameona tela, wameona vitu vingine vinavyoendelea na sura yako ikiwepo. Leo wafungukie, wewe ni nani, unafanya nini, una vyeo vingapi kwenye tasnia ili watu tujue. Karibu. Asante. Mimi naitwa David Emmanuel Mwakinego,
Lakini kwenye tasnia ya filamu nafahamika kwa jina la Mwakinego Mwigizaji. Nyuma ya kamera mimi taaluma yangu ni mwandishi wa filamu, director, yani muongozaji, lakini pia mwandishi wa scripti, na pia mchoraji wa script za nyimbo. Like kama mtu ananipa audio, mimi nachora script yake kwamba iweje kwenye video. Wale tunaoona wanaigiza kwenye video kwenye okay. Yes, kwa nafanya hivyo vitu nyuma ya kamera, lakini mbele ya kamera mimi ni mwigizaji. Hiyo ndo taaluma yangu. Mwakinego. Nje na uigizaji ni nini kingine ambacho unakifanya? Nje ya uigizaji kwenye maisha yangu, na mimi ni mfanya biashara mdogo. Kwa hiyo nafanya biashara yangu, nauza nguo za watoto, lakini pia nauza ubuyu, raza tamu kutoka Zanzibar. Kwa hiyo hizo ni biashara zangu nje ya uigizaji. Mtazamaji wa Jumba la Sinema, niko na Mwakinego Mwigizaji, wanamuita mfalme wa hisia. Hapa dakika 2 tu ukisaka tumwagie machozi atatumwagia, kwa sababu tuko live. Atatufanyia baadhi ya vitu ambavyo ameshiriki kazi nyingi. Tunataka kujua Mwakinego, historia yake ya filamu ilianza wapi, nani na nani ambao walihakikisha mpaka Mwakinego anasimama tunamuona kwenye hii siri. Kweli nimeanza kitambo kidogo. Nafikiri mwaka 2011 ndo nilianza rasmi safari yangu ya filamu, wakati bado niko shule. Kipindi kile tulikuwa tunachapwa kidogo na fimbo na wazazi kuhakikisha uendi, kwa sababu wanasema usichanganye masomo na sanaa. Lakini baada ya mimi kuhitimu elimu yangu ya sekondari, wakaniambia sasa uko huru, unaweza kwenda kufanya kile ambacho unakipenda. Kwa hiyo nilianza safari yangu ya sanaa. Bahati nzuri nikabahatika nikajiunga kwenye kundi moja linaitwa Mshikamano. Wakanipokea pale, wakanipa mwanga. Baadaye tukaja tukasambaratika kama kawaida ya makundi. Basi nikaanza kujitafuta mwenyewe sasa, kuhakikisha nahamia kwenye kundi moja baada ya jingine, likisambaratika unahamia kwingine, hivyo hivyo. Mwisho wa siku nilipata sehemu ambayo ni nzuri, nikasimama mpaka leo hii nimefikia hapa. Hiyo ndo safari yako ya sanaa. Ndio. Lakini pia ulitoka hapa Mbeya ukaenda na Dar es Salaam. Utofauti wa kazi za mkoa uliokuwa nao na huu unaofanya sasa hizi, wapi unaona kuna kupa fursa zaidi? Nafikiri ukitoka Mbeya kwenda Dar, kule kuna fursa. Yes, kuna fursa zaidi, na kule ndo kumenipa mwanga mimi. Baada ya kutoka Dar es Salaam kuna vitu nimejifunza vingi, na kuna hatua nimepiga kutoka kwenye yule Mwakinego mdogo kuja Mwakinego mkubwa ambaye akasikika dunia tuseme, kwa sababu Afrika nzima kila mtu alikuwa anajua. Watu wanatoka Marekani, watu wanatoka Kongo, sio wanatoka, kila mtu anazungumzia huizi Mwakinego ni nani. Kwa hiyo nilivyorudi Mbeya nimekuwa Mwakinego ambaye sasa nafanya, nikiamua kutoka hapa kwenda Dar es Salaam ni dakika 2 niko kule, nimerudi Mbeya. Kwa hiyo nafikiri kuna utofauti mkubwa. Kule ndo kuna fursa, kwa sababu ndo kuna kila kitu. Yaani ukizungumzia vyombo vya habari, ukizungumzia masoko ya sanaa ya uigizaji, tofauti na Mbeya. Mbeya unaweza kukaa hapo ukafanya kazi, mwisho wa siku kama ujui unaipeleka wapi. Lakini ukiwa kule unakuwa rahisi sana. Mbeya imekupa nini kama msanii ukilinganisha na mikoa mingine? Usinifananishe wewe. Ni shida mimi.
Mimi Mbeya cha kwanza ambacho imenipatia na najivunia hapa na nina historia na hapa Mbeya imenipa tuzo kwa muigizaji bora wa kiume. Yes, kwa sababu ni Mbeya ni nyumbani. Kwa hiyo najivunia historia ya kwamba mtu wa kwanza kwenye ardhi ya nyumbani Mbalizi kupokea tuzo ya uigizaji bora wa kiume ni mimi. Nani alikuwa msukumo wako mkubwa kuanza kuingia kwenye tasnia hii ya uigizaji? Ni bamdogo wangu. Bamdogo wangu sasa yuko da anafanya biashara zake tu, lakini yeye ndo alikuwa wa kwanza. Aliniambia siku ya kwanza akaniambia, bwana twende kuna sehemu wanaigiza bwana, wewe uko unapenda kuigiza, idea hiyo unayo, kuna muda unaigiza kama watu fulani kwenye maigizo. Kwa hiyo yeye ndo akanisukuma nikaenda. Kweli kufika pale nikamkuta tena bamdogo wangu ambaye ni kaka yake. Kwa hiyo nafikiri nikaingia nikawa na familia. Baada ya hapo ndo tukaanza safari yetu. Kwa ni bamdogo ndo amenisukuma. Tuingie sasa kuhusu hii tamthilia ya Isiri. Isiri. Kwa nini hii Isiri? Ni nani mwandishi wa story? Nani alidirect ile filamu? Nani producer? Nani DOP? Crew nzima ya production ni nani amehusika zaidi? Okay. Isiri cha kwanza, Isiri series mwandishi ni mimi mwenyewe. Nimeandika mwenyewe na producer ameproduce Brother Pius. Anaitwa Pius nafikiri. Isiri series yeye, yani Isiri ndo yeye ndo producer wa tamthilia, na lakini idea alinipa yeye kwamba nataka tutembee humu. Lakini mimi sasa kifupi wewe na yeye mlishare idea pamoja, mliandaa kwamba mimi nataka iwe hivi kwa sababu wewe unajua. Ndio. Kwa hiyo kwa sababu mimi ndo mwandishi na yeye mwenyewe tumeandika pamoja, kwa hiyo mimi ndo nikawa director mwenyewe kwa sababu mimi ndo najua kipi ambacho nakihitaji kwenye series. Lakini assistant director nikasaidiana na rafiki yangu Makimuga, Chom Makimuga. Kwa hiyo hivyo tukatoa kitu. Hii tamthilia sasa inahusu nini zaidi? Maana imekaa kitamaduni. Historia yake kidogo unaweza kutupa? Tumeiona tela lakini tunatamani sasa kuona. Na mule ulicheza uoni. Ulicheza kama uoni macho wewe. Ndio. Inahusu nini na mmeishaanza kuiachia episode ya kwanza? Unaweza ukatuonjesha angalau hata mwanga au kidogo kimasoko inakaba? Mwanga kidogo nafikiri kimasoko inakaba kwa sababu tuko kipande cha 5. Kwa hiyo nikisema nielezee inahusu nini mpaka kule huko kidogo inakaba, lakini ni tamthilia ambayo inaelezea maisha halisi ya Mwafrika. Maisha halisi ya Mwafrika, na inatukumbusha pia tusisahau vitu vya kale kwa sababu ya vitu ambavyo tuko navyo sasa. Wanasema usisahau chungu kwa sababu ya sufuria. Kwa hiyo sisi nasi inatukumbusha, inatupa elimu. Lakini pia mle tutapata elimu ya jinsi gani tutumie madawa haya ya asili. Dawa za asili zipo mitishamba, tutapata elimu. Lakini pia tutapata elimu ya kujua sisi ni akina nani na tuko wapi, tunatakiwa kwenda wapi. Ndio hiyo tamthilia ya Isiri. Jamani akinarukia. Nimesikia ngoma mama anataka kucheza ili chifu achague mke. Tena siku zimekaribia. Hivi nyie, kweli mnaenda kucheza ngoma kwa ajili ya kuchaguliwa na chifu katili kama yule? Tena katika wote hapa mimi ndo mzuri peke yangu ndakayechaguliwa. Amuoni. Na mabinti wote ambao hawajaolewa lazima kucheza hii ngoma. Santara makuse, santara makosa.
Mtazamaji umeelewa, japo tumekuwekea trailer kidogo hapo, unaendelea kuburudika nayo, lakini pia unaweza kaingia mtandaoni ukaendelea kuiangalia sasa episode moja baada ya nyingine, kwa sababu tunachokiongea tu unashuka ukitoka like Jumba la Sinema unahamia tu kule, unaendelea kuangalia huku unaendelea kujifunza baadhi ya vitu. Kwa nini umeamua kujikita kwenye filamu za asili zaidi, kwenye tofauti na zile za kisasa? Cha kwanza mimi nafikiri watu wamefanya sana filamu za kisasa, lakini tumesahau asili yetu. Na ukiangalia Mbeya ama mkoa wetu wa Mbeya umebarikiwa mazingira ya asili, lakini mkoa wetu wa Mbeya una vivutio ambavyo vinafanya mtazamaji ambaye anatazama tamthilia hizi za kitamaduni apate hamu ya kuja kutalii, kwa sababu zinaenda mbali, wanaangalia wazungu na Waafrika pia, sisi ambao tuko nje. Kwa hiyo tunapata hamu ya kuingia kutalii. Vivutio ni vingi, mazingira yenye kuvutia na yenye historia. Utasudi kuna mito, mabonde, kuna mawe yale ya historia. Kwa hiyo mtu akitazama anapata, ndio maana sisi tumejikita huko kwenye asili tumejikita huko. Unafikiri sasa tamthilia hizi za asili zina nafasi gani kwenye soko la sasa la filamu? Nafasi kwenye soko la filamu ni kubwa. Tamthilia hizi zina nafasi kubwa. Tukiangalia hata jinsi ambavyo watu wameipokea kwenye YouTube, watu wanaipenda sana, na watu wameanza kupiga simu kwamba kwa nini msingeleta huku, na maanisha soko lake ni kubwa na watu wanaitaka, yani wana uhitaji sana wa hizi tamthilia, na wanasema kwamba mkitoa hii mtoi nyingine tena. Inatupa mwanga kwamba nafasi yake ni kubwa, zinahitajika sana, na maana uhaba unaonekana wa hizi tamthilia za kiasili. Ndani ya hii siri, je, kuna ujumbe gani mzito ambao umejificha ndani ya hii tamthilia? Yani ujumbe mzito ambao nyie mnaona yes, good message. Ndani ya tamthilia hii ujumbe mzito ni ushirikiano wa muziki wa asili. Yani ushirikiano wa muziki wa asili umejikita. Unajua kuna changamoto ambazo zinatokea kati ya watu wa muziki wa asili na muziki huu wa kisasa, yani kuna mipaka, lakini kwenye ujumbe huu, kwenye hii series ya asili series, kwa hiyo kuna hiyo ushirikiano. Humo ndo ujumbe mzito ambao unafanya, yani ushirikiano mkubwa wa muziki wa asili na muziki wa kisasa. Kuna watu wanasema tamthilia za asili zinaendeleza imani potofu. Una wewe kama director, kama story writer, unajibu gani sasa kwa wao? Unawajibu nini? Niseme kitu kimoja, watanielewa vibaya, lakini mimi kiukweli ule kutoka moyoni kwamba imani potofu kwenye asili haipo. Hata tukienda mahospitali tukianza kuchunguza zile dawa ambazo zinatumika zimetoka kwenye miti shamba, ina maana zimetoka kwenye asili. Sasa tukisema zinaendeleza imani potofu, wakati sisi wa Afrika asili yetu ni hizi asili. Asili yetu sisi ni miti shamba, ngoma, hivyo vyote, na mababu zetu wametulisisha, na sisi inabidi tuwalisishe watu. Kwa hiyo mimi hicho kitu nakikataa. Haziendelezi, bali zinakumbusha na kuboresha asili yetu sisi. Mwisho wa siku tunaona hata saizi watu ambao wanaharibika kutokana na utandawazi, si ndio? Watu wanavaa sketi fupi, watu wanaweka melegezo, yani dunia, vijana wameharibika, ambao ndo taifa la kesho kwa sababu ya usasa. Lakini vipi kama tungekuwa tunafuata vitu vya asili yetu sisi? Sasa hiyo ambayo wanaita mila potofu tungekuwa tunaifuata, tungekuwa wapi? Nafikiri heshima ingeendelea kuwepo, lakini sasa hizi mdogo amheshimu mkubwa pia amheshimu mdogo, kwa sababu heshima Umewahi kukosolewa kwa namna ulivyoonyesha utamaduni fulani labda kupitia hii siri? Hapana, sijawahi kukosolewa, lakini nimewahi ambiwa kwamba umependelea sehemu fulani. Yani kwamba kwa nini umeweka tu labda kabila fulani na kabila fulani, haujazungumzia kabila letu na hivi. Lakini niliwajibu kwamba ni muda. Sasa hizi tumeanza na kabila fulani labda Wasafwa,
tutakuja Wandali, tutakuja Wabena, tutakuja Wanyakyusa, tutafuata na makabila mengine. Hukuwaza kisoko sasa kama jamii ya Mbeya ingeikataa kazi yako kwa sababu ya maudhui yake, ungefanyaje kutokana na lugha moja? Nafikiri jamii, ungesema labda jamii nyingine, lakini sio ya Mbeya. Mbeya wameikubali na sikuwaza, kwa sababu niliamini Mbeya, asili ya Mbeya ni Wasafa. Sasa mle Wasafa wapo, unaona Wasafa wapo, lakini pia tumewaweka Wanyiha. Kwa hiyo unakuta Mbeya imependa kwa sababu inaelezewa asili yake, sababu asili ya Mbeya ni Wasafa. Hata jina lenyewe la Mbeya limetokana na neno Mbeya, yani chumvi kutoka Mbeya. Tuambie sasa, mwambie mtazamaji wa Jumba la Sinema wakati huu anakutazama, hii series inapatikana wapi, kwenye social media gani, plan yenu, shabiki wenu ambaye anawafuatilia kwa saizi, baada ya muda gani mnaziachia episode? Naam, nafikiri asante kwa nafasi hii. Hisili series inapatikana YouTube kwenye channel inaitwa Hisili Music. Kwa ukiingia YouTube andika Hisili Music itakuletea pale video ambazo ziko pale. Kwa hiyo utaiona Hisili series ikiwa episode ya kwanza mpaka ya 5. Tumeachia kipande cha kwanza mpaka cha 5 muda huu. Lakini pia na utaratibu ambao tunafanya kuachia ni kila baada ya siku 2. Tukiachia leo kipande cha 5, ina maana kitashinda kesho na kesho kutwa watu waendelee kukitazama. Siku inayofuata tunaachia cha 6. Huo ndio utaratibu, ina maana baada ya siku, kila baada ya siku 2. Mashabiki wameipokea hii siri kwa moyo mzuri zaidi. Na kwenye akaunti ya Hisili Music hamuoni kama inawapoteza muziki na movie? Kwa nini msingetengeneza labda jina fulani? Okay. Nafikiri hayo ni mamlaka ya producer mtoea. Hayo ni mamlaka ya producer, lakini ni utaratibu wa Hisili Music wenyewe, kwa sababu ndio maana nikakwambia kuna kitu mle ambacho kimewekwa. Kuna muziki kwenye Hisili series, alafu kuna hadithi kwenye Hisili series. Umeona? Kwa kuna ushirikiano kati ya muziki wa asili na hiyo filamu na muziki, kuna ushirikiano. Kwa kuna hadithi nzuri mle, na ndio maana iko kwenye Hisili Music. Inatoka kampuni gani hii filamu? Inatoka kampuni ya Watema Madini. Watema Madini sio mara ya kwanza kufanya project, na nadhani nikipata muda nitakutana na watu wa Watema Madini. Wanafanya project za movie, lakini pia wanafanya project za music. Tayari wewe umejoin Watema Madini au unafanya nao kazi? Mimi nimesha join, ni familia. Tayari ni familia, kwa ni teamwork. Niko pale Watema Madini tunafanya kazi. Ndio maana sasa naona umesaini mkataba mkubwa. Bado sijasaini mkataba. Niko pale kama episode ya kwanza ina 2K I think. Yani 2K 3 inaenda 4K inaenda 5. Tayari mpunga umeanza kutoka hapa. Na asilimia na ile account tayari inavyoonyesha tayari mpunga umetoka. Mikataba ya kati ya waandishi, madirector na maproducer inakuwaga ugumu kiasi gani? Kwa sababu mwisho wa siku mnashikana mashati kwamba mimi nilifanya kazi sikulipwa. Una uelewa gani juu ya hii mikataba ambayo nyie mnaingia sasa na makampuni tofauti? Nafikiri mkataba ni makubaliano. Yanaweza ikawa makubaliano ya fedha ama makubaliano ya free, for free. Kwa mkataba huu uko aina mbili. Kwa nyewe pale mkubaliana free. Ina maana sisi tumekubaliana free. Kwamba tupige free baadaye. Kwa hiyo kikipatikana tunaweka mezani. Ila kimeshapatikana na mmeweka mezani. Bado mezani hiyo. Tunamdeka. Tayari tunaona KK zinaenda kule tayari mizigo. Bado tunahitaji support. Bosi ana njaa. Watu waendelee kutazama ili tuendelee. Bosi ana njaa kupata support kutoka kwa wadau. Pius anafanya filamu, anafanya na music, au wewe ndio umemuingiza kwenye filamu? Naweza nikasema ameingia rasmi kwenye filamu. Nani amemuingiza? Wewe ndio umemuingiza kwenye filamu. Mimi director ndio nimemuingiza kwenye filamu kwa mara ya kwanza. Yes. Kwa zile ambazo alikuwa anaandaa mara ya kwanza alikuwa ni nani? Alikuwa tu producer. Nani ameshoot hii filamu? Aliyeshoot wameshirikiana. Wapo nyuma ya kamera zaidi ya watu 3. Kuna director Jesse, kuna director Freeman,
na kuna director Drex Visual. Nimeona hapo walioishambulia hiyo filamu, ndio maana imetoka vizuri kwenye upande wa sound kutokana na wanashuti video na nini. Yes. Ndio maana nimeona kazi imekuwa vizuri zaidi. Mtazamaji wa Jumba la Sinema, endelea kutufuatilia, endelea kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, Jumba la Sinema TV, dondosha comment pale, lakini pia tuzo zimeendelea zimefanyika, tuzo za filamu Mwakinego. Tumeona Isalito Mwakalindile, lakini tumeona wakina Mbodeke kutoka Mbeya wameshachukua tuzo zao. Nini neno lako kwa waandaji wa tuzo za filamu? Kwa waandaji wa tuzo za filamu, nafikiri watazame pia kwa upande mwingine, wasiishie tu Dar es Salaam. Wazidi kuingia kwenye mikoa na mikoa. Kwa hiyo Mbeya mlikuwa hamna taarifa kwamba tuzo zinafanyika? Au wewe ndio ulikuwa una taarifa? Mimi ndio nilikuwa sina taarifa, lakini wengine walikuwa nazo taarifa. Kwa hiyo mimi nafikiri wangefanya kwa ukubwa zaidi, ingependeza. Yaani wangeingia sasa kuja kufanya tour ya kuja kuchukua kazi. Zamani walikuwa wanazunguka wanawazungukia nyie wasanii. Ndio 1 2 3. Kwa hiyo mwaka huu sijaona hicho kitu. Mtajitahidi kumtafuta Emmanuel Ndumuka, meneja wa bodi ya filamu, atatuambia kwamba kwa nini mwaka huu hawakuzunguka. David Mwakinego, kuna wasanii wanaoamini mafanikio yanatokana na connection zaidi kuliko kipaji. Wewe uko upande gani? Kwa hatua ambazo tuko sasa hivi, kweli mafanikio yanahitaji connection zaidi kuliko hata kipaji. Ndio, kwa sababu tunaona hata sasa hivi mtu ana kipaji, ana kipaji, ana kila sababu kabisa, unaona huyu mtu ana kipaji, lakini hajafanikiwa, yupo tu, unasema huyu why? Kwa nini asiende pale ambapo anastahili kwenda? Lakini yupo mtu hana kipaji vile, lakini unakuta ni mtu amefanikiwa. Amekuwa star tena, lakini ni connection, nyota ni connection, lakini pia kuna kitu wanasema lazima uwe na bahati. Luck. Umewahi kupewa nafasi kwa sababu ya mahusiano au ni kipaji pekee? Ni kipaji pekee yake. Soko lako la filamu Mbeya lina changamoto gani ambazo watu wanaogopa kuzisema hadharani? Uwekezaji kwenye upande huu pa capital income, yani hatuna. Wewe nyie si yupo Piusi? Ndio tayari mshaanza. Mimi nimezungumzia umesema Mbeya kwa wote, kwa hiyo inamaanisha hawana uwekezaji. Kuna pesa zimetoka za mikopo kwa ajili yenu. Ndio. Ndio maana nikasema nyie hamna mnachoshindwa, sasa hizi mna hela. Pesa za mikopo, niseme tu kweli, imekuwa ngumu sana kuzifikia kutokana na vile tunasema connection. Ndio maana wamekwambia ambazo watu wanaogopa kuzisema hadharani. Hizo pesa za mikopo zimekuwa ngumu sana kuzifikia. Yaani watu fulani ndo wanazipata, watu fulani hatupati. Na tukitaka kupata, basi kuna njia zinakuwa ngumu. Watu wanashindwa kusema hadharani kwamba sisi mbona tuzipati fedha. Kuna mada ambazo yani mada au scene ambazo umewahi kuigiza kwa sababu yani unaogopa kabisa kuigiza kutokana ya kuharibu brand yako? Ndio zipo. Kama scene za kucheza labda kuna scene unaweza kucheza shoga hiyo siwezi. Kuna scene unaweza ukacheza huko kitandani, labda mnaonyesha sasa, inatakiwa uonyeshe hali ya kwamba unafanya tendo la ndoa. Alafu inaonyeshwa sasa ile kabisa ile reality, umevaa boxer huko kifua huko tu ile kama ulivyozaliwa au hiyo siwezi. Lazima nina mipaka yangu ya kufanya kazi. Unadhani kuna ukabila au upendeleo kwenye tasnia ya filamu? Hapana. Mkoa wa Mbeya tuseme. Hapana. Kama leo ungepewa nafasi Dar es Salaam, ungehama Mbeya mara moja? Kama leo ungepewa nafasi Dar es Salaam, ungehama Mbeya? Hapana. Wapo wanaosema wasanii wa mikoani hawalipwi vizuri. Wewe unalipwaje? Ni makubaliano. Tunalipwa vizuri, ni makubaliano. Yes, mimi nalipwa vizuri, ni makubaliano. Mimi nishafanya kazi na makampuni tofauti hapa Mbeya, wakanilipa kwa wiki, kwa mwezi, vizuri tu, ni makubaliano. Wapo wanaosema waigizaji ndo
tasnia ya filamu ndio inayoongoza kuwa na wasanii ambao hawana pesa, yani hawana kipato au ajira. Wewe unaliongeleaje? Mimi nafikiri bado hatujapata elimu zaidi ya kwamba hii tunayoifanya sanaa ya filamu hii ni ajira yetu. Watu wanasema watu hawana ajira. Sasa ile sanaa wanayoifanya ni nini? Yaani ni kama unalima shamba la miti. Sanaa si ni kazi. Unachelewa kuvuna muda mrefu. Sanaa ni kazi kama kazi zingine. Ni kama haya, wewe umesema mtu analima shamba la miti anachelewa kuvuna. Sasa si ni kazi. Akija kuvuna. Wenzetu waelewa zaidi, wenzetu labda tuseme wazungu, anaweza akapanda mti leo, akasubiri miaka mingapi uje ukue mti wa mbao, alafu akauza kwa bei nzuri na akapata mafanikio. Kwa nini sisi ambao tunawekeza kwenye hii sanaa kwa miaka kadhaa ili itupe mafanikio, kwa nini tusisubiri? Cha kufanya tu hapo, usiwekeze tu kwenye sanaa, wekeza na biashara zingine ziwe zina nini? Zinafanya, zinaboresha pale kwenye kile kipaji chako. Basi Mwakinego, je, umewahi kugombana na director au producer kwa sababu ya maslahi? Hapana. Umaarufu umebadilisha vipi maisha yako binafsi? Umenipa heshima, umeniongezea wigo mkubwa wa mashabiki na nimekuwa na watu wengi sana. Kuna jambo lolote unajutia katika safari yako ya sanaa? Hapana, sijawahi jutia bali nafurahia. Kama ungeacha kuigiza leo, unahisi tasnia ya Mbeya itakukumbuka kwa lipi? Itanikumbuka kwa namna ambavyo naishi na wasanii wenzangu. Uigizaji umeathiri vipi mahusiano yako binafsi? Hapana, haujaathiri. Familia yako ina mtazamo gani sasa kuhusu kazi zako za filamu? Mtazamo wao ni mzuri, wananitazama kwa mafanikio zaidi. Na wananiombea nifanikiwe zaidi hapa nilipo. Unapokea vipi ukosoaji mkali kutoka kwa mashabiki? Kuna wale watu wakiingia mtandaoni hawajaligi yani. Mimi napokea vizuri tu kwa sababu kwenye ukosoaji mkali ule kuna vitu tunajifunza, tunapata elimu. Unajua unaweza ukachambua kwenye pumba nyingi ukapata mwindi, ukapata ile nafaka. Ndio. Ndoto yako kubwa sasa kwa hii miaka 5 ijayo ni ipi? Ndoto yangu kubwa ni kuzidi kuwapa mashabiki zangu kazi nzuri zaidi. Wategemee vitu vizuri kwa sababu ninahitaji dunia ijue kwamba kichwa changu kimetunza nini. Natamani vyote nilivyovitunza kwenye kichwa changu nivitoe. Kama vile tunavyowasilisha kwenye sanaa, wasilishaji. Kwa mimi natamani, ndoto yangu kubwa sana, natamani watu waendelee kupata kazi zangu zaidi. Wajue mimi ni nani na nafanya nini. Ndoto yako unapenda kufanya kazi na msanii gani? Msanii wa filamu. Wote. Yaani tuna yule ndoto kwamba nikija kumpata yule msanii wa filamu Bongo nitakuwa nimefurahi kufanya naye kazi. Tanzania. Sijazungumza Mbeya. Okay, sawa. Mimi ndoto yangu ni kuja kufanya kazi na Gabo. Huyo ni mtu ambaye na wish sana nije nifanye naye kazi. Huyo ndo unamuota kwenye nani yako, kwenye ndoto zangu. Bila shaka umewahi fanya kazi na wastara. Ndio. Ilikupa ugumu kiasi gani mara ya kwanza unakutana na wastara kwa ajili ya kufanya naye kazi? Kama unavyojua, mtu ulikuwa unamuota tu ndotoni na nini, yani ulikuwa una wish siku moja uje uonane na mtu huyo unafanya naye kazi. Alafu mwisho wa siku ndoto imekuwa kweli umeonana naye. Ilinipa ugumu kwa sababu niliingiwa kidogo na hofu kwamba I can do this. Lakini kwa sababu namna ambavyo nilijipa imani na nikajiamini, Mungu amenijalia kipaji, nikafanya na jambo likawa kweli. Kuna wakati wowote umewahi kuhisi kuacha kabisa kuigiza? Na ilikuwa ni sababu gani? Hapana, sijawahi. Kuna kipindi kuna changamoto ikakukuta ukasema sijui nipumzike, sijui nifanye nini yani kuna hiyo scenario imewahi kukuta toka umeanza game? Hapana. Haijawahi kukuta. Watu wengi wanaamini tamthilia za asili zinahusishwa imani za kishirikina. Je, wewe binafsi unaamini unachoigiza au ni kazi tu? Yaani watu wengi wanaamini wale wanaoigiza zile lazima kuna imani za kishirikina pale ndani. Wewe unaamini nini?
Na hapana, mimi siamini hicho. Hakuna imani za kishirikina pale, ni kazi tu. Kwa sababu kamera haishuti kitu ambacho ama hairekodi kitu cha kishirikina. Sasa utafanyaje kitu cha kishirikina mbele ya kamera? Umewahi kupoteza dili au nafasi kwa sababu ya msimamo wako binafsi? Ndio. Wapi na ilikuwa lini? Mbona umekazia? Ilikuwa lini kwa sababu ya msimamo yako binafsi? Si msimamo yako binafsi. Neno wapi sitasema ilikuwa lini. Tukumbushe ili hata mtazamaji anayetazama ajue kabisa ya jamaa alikuwa sahihi. Mwakinego alikuwa sahihi kufanya hivi. Nafikiri ilikuwa ni Dar es Salaam. Nafikiri ilikuwa inanilazimu kwamba niendelee kubaki kule. Kuna kazi itakiwa nifanye na watu. Nibaki sasa kule nifanye kazi. Alafu makubaliano yakawa ndivyo sivyo ambavyo mimi nahitaji. Kwa hiyo ikanilazimu mimi kurudi Mbeya kuendelea na shughuli zangu kwa sababu ya msimamo wangu. Kuna utofauti gani kati ya wasanii, yani waigizaji wa Mbeya na wa Dar es Salaam kwenye nidhamu ya kazi? Tofauti ipo. Tofauti ipo. Watu wa Mbeya watu wa Mbeya wana nidhamu sana na kazi. Ni kwa sababu tu wanapenda kitu kutoka ndani ya moyo. Wanapenda sana kutoka kwenye damu. Kwa nidhamu yao ni kubwa sana kuliko watu wa Dar es Salaam. Unajua watu wa Mbeya unaweza ukamuomba na ukasema bwana tunafanya kazi, sikulipi chochote, atatumia nauli yake, atafanya kila kitu, atajitolea mpaka kuleta vyakula tukiwa makambini manini, lakini ni kwa sababu ana nidhamu ya ile kazi. Je, mtu wa Dar es Salaam anaweza kufanya kitu kama hicho? Hawezi kufanya. Kwa nidhamu Mbeya ipo. Je, kuna producer au director ambaye hutaki tena kufanya naye kazi? Kwa nini? Hapana, mimi nawaheshimu sana maproducer na madirector. Nawaheshimu sana kwa sababu bila wao mimi siwezi nikaonekana Mwakinego muigizaji. Kwa hiyo hapana, wote na. Kama ningekwambia kuna wanaosema umeanza kubweteka, yani sio yule Mwakinego tunayemjua, yani kurudia staili ile ya uigizaji, wewe unawajibu nini? Hapana. Mwakinego anajaribu kubadilika kwenye kila hatua ambayo anaipiga. Nafikiri toka tamthilia ambazo nimezifanya nyuma mpaka tamthilia hii ya Hisiri unaona tofauti. Yule Mwakinego aliyekuwa anaigiza kwenye tamthilia ya Tazani, yule Mwakinego aliyeigiza kwenye tamthilia ya ya Jeneza Langu, yule kwenye Unyago, yule Mwakinego kwenye ile tamthilia yetu inaitwa Penzi la Dhahabu, na huyu Mwakinego kwenye Hisiri series ni tofauti kabisa. Kuna wakati utaniona mkali, kuna wakati utaniona mlemavu, kuna wakati utaniona, so mimi na wakatalia. Unadhani tasnia ya filamu ya Mbeya inahitaji mapinduzi gani ya haraka ili kufikia lengo? Tasnia ya filamu ya Mbeya inahitaji mapinduzi kutoka kwa watu wanasema wadhamini na maana. Wale ndio wanaweza kufanya mapinduzi kwenye tasnia ya filamu ya Mbeya, kwa sababu wao wana uwezo wa kuhakikisha sisi tunapeleka kazi sehemu ambazo zinaenda kutunufaisha. Wao wana uwezo wa kuhakikisha sisi kwa sababu sisi tuna vipaji. Utakuta una kipaji lakini una uwezo wa kukiendeleza. Kwa nafikiri mapinduzi yanafanyika kwa hao watu ambao tunawaomba waendelee kutunga mkono na kutusupport. Umaarufu ukija na pesa nyingi, kipi kinaweza kukuangusha haraka? Tamaa, marafiki au mahusiano? Nafikiri hapo ni tamaa. Kwa sababu mahusiano pia yanaweza yakajikita kwenye tamaa hizo. Unaweza ukaingia kwenye mahusiano ukiwa na tamaa, si ndio? Yes. Hizo. Kuna siri yoyote ambayo mashabiki zako hawajui? Ndio. Yaani siri ya mafanikio yako ambayo mashabiki wako hawajui? Nafikiri siri ni kwamba kuna tofauti kati ya Mwakinego muigizaji na David. Nikiwa David mtaani na huyu Mwakinego muigizaji ni watu wawili tofauti. Hii ndio siri kubwa. Unaweza kumuona David ukasema hivi jamaa kweli ndio yeye mwenyewe kweli. Kuna wakati mimi nakutana na mashabiki wanasema hivi wewe unafanana na yule Mwakinego muigizaji au ni wewe mwenyewe?
Kumbe hapo unagundua kuna utofauti. Kwa siri sasa ya mafanikio yangu ni kwamba sometimes naweza nikasema yule ni kakaangu anaigiza sana yule. Ili sasa niweze kufanya kutofautisha kati ya Mwakinego mwigizaji na huyu David. Ni watu wawili tofauti hapa. Kwa siri yangu iko hapo. Nafanya kitu nikiwa kazini ni Mwakinego mwigizaji. Nafanya kitu nikiwa nyumbani ni David Emmanuel. Nafanya mitikasi yangu vizuri na hakuna mtu Kama ungepewa nafasi ya kuandika historia yako mwenyewe kwenye filamu, ungependa ianze na tukio gani la maisha yako? Kweli ni naweza nikacheka, lakini ni tukio ambalo linahuzunisha. Unajua kwenye maisha wanasema tunapitia vitu vigumu. Tunapitia changamoto ambazo kuna wakati zinatukatisha tamaa. Kuna wakati zinaumiza mioyo yetu. Ikiwemo changamoto ya kufiwa na ndugu zetu tuliowapenda, lakini ikiwemo changamoto ya kuugua kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi kwenye historia yangu ambayo ningeiandika, tukio ambalo ningependa lianzie ni kufiwa na wazazi wangu. Pole sana. Watu ambao wangenisupport zaidi nafikiri kwa hichi ambacho nakifanya. Kuna wakati unakaa, unalia, unatoa machozi kwamba baba, mama, wengine kwa hichi ambacho nakifanya ninge support kwa namna tofauti na hivi ambavyo nipo napata support kutoka kwa watu wengine kwa kulazimisha zaidi. Kuna mtu sitamtaja kwa jina kabla ya kukumention uje ndani ya jumba la sinema, alisema anakukubali wewe kutoka Dar es Salaam kuja Mbeya kwa sababu ulikuwa kwenye kampuni kubwa kule Dar es Salaam na kuja Mbeya. Ila mwishoni akasema ulikuja Mbeya kwa sababu ndio zilikuwa zinaenda zile process za kuoa ili wasije wakakuiba kule. Hilo ni kweli. Anasema ilikuwa process ya kuoa. Wasije wakadai. Kwa hiyo anakukubali, yani binafsi anakukubali. Yani niingizia tu story akasema nampenda alirudi ili wanawake wa Dar es Salaam kidogo wasimuibe. Huko aliacha jiko. Hongera sana. Hamna, niseme mbona mimi nilioa hata kabla ya kwenda Dar es Salaam. Mke nilimwacha nyumbani huku nikaenda kufanya mitikasi Dar es Salaam. Kwa hiyo kutoka kule kuja huku ni kwamba ni ratiba zangu tu kwamba sasa ratiba ya mimi kukaa Dar es Salaam imefika hapa. Ngoja nirudi Mbeya nikaendeleze ratiba zingine. Ratiba ikifika tena ya kurudi Dar es Salaam nitarudi. Mtazamaji wa jumba la sinema, na maswali yangu matatu tu ya kumuuliza Mwakinego. Hapa nina Rutaman, hapa nina Jesse, hapa nina Benloyo. Naomba uniondokee na director mmoja. Yaani sasa kivipi? Hapa nina Rutaman. Ndio. Hapa nina Benloyo, hapa nina Jesse. Mimi Mwakinego nataka kufanya kazi. Naenda kwa nani? Sasa hizi nakwenda kwa director Jesse. Unaenda kwa Jesse. Ndio. Hapa nina watema madini. Hapa nina hapa nina watema madini. Hapa nina Mwakinego Film. Tunatakiwa kufanya kazi. Unahisi nani atatakiwa kula asilimia kubwa? Asilimia kubwa itatokana na makubaliano na uwekezaji. Nani amewekeza pakubwa? Unapowekeza pakubwa ndivyo unavyokula pakubwa. Ni kitu gani ambacho alikufanyia shemeji wewe mwenyewe unasema mimi nina mke? Ananisupport sana kwenye hii tasnia ya filamu ambayo naifanya. Kuna wakati mpaka yeye ananisaidia kutunga, kuandika. Una plani ya kufungua kampuni yako mwenyewe kama Mwakinego Film? Ndio, na nimeshaanza juhudi. Mwakinego Gang, Mwakinego Film imeshaanza na ina watu wake baadhi wanaendelea kufanya kazi. Ulionao nyuma wanakupigaje vita au wanaongeaje maneno ya chini chini au ndo watu wa kwanza kukusupport? Watu ambao niko nao nyuma, kizuri ambacho nakisema kwa mimi ambavyo naona kwa sura zao za usoni, wananisupport sana na wanapenda ambacho nakifanya, wananiunga mkono kwa asilimia nyingi sana. Unaamini nini kwenye uchawi katika tasnia ya filamu? Upo au uchawi? Upo. Uchawi upo kwa sababu kama Mungu yupo na lazima uchawi. Umewahi kukuta uchawi? Kuna wakati mpaka mapaka analia juu ya bati. Wewe unafanya mchezo. Unahisi labda ni paka anatafuta panya. Paka unapomzungumzia paka unazungumzia paka huyu mdogo. Paka mkubwa jamii yani ya misili ya mbwa.
wanapigana mpaka bati ndio kutoboka. Kwenye tasnia yako ya filamu ulishawahi ona kabisa kwamba hapa hii ni dalili ya mimi kuingiziwa imani za kishirikina? Ukiwa kazini, location, wapi, ukaona kabisa hapa mimi nimeingiziwa ushirikina? Lini? Unajua kuna wakati unaweza kuwa huko location una shoot. Unakuta kamera nzima tu betili imejaa. Kamera haina shida, setting ziko safi. Lakini unakuta haishuti. Unabonyeza kitufe cha kushuti haishuti. Unapoingiza neno la Mungu, kuombea, kualika uwepo wa Mungu mahali pale, unakuta vitu vinaanza kufanya kazi. Kuna wakati unarusha drone imepanda vizuri juu, sasa kuishusha inaanza kucheza kama inataka ikajibamize. Kitendo ambacho hata ile remote yake haifanyi hicho, yani wewe unaiongoza katika mistari ile ya nani, lakini chini haishuki. Mwisho wa siku kwa neema ya Mungu mnaenda mnafanya utaratibu, drone inashuka. Kwa hiyo changamoto zipo. Una neno gani la kuambia vijana ambao wanataka kuingia kwenye tasnia ya filamu, wanakusikiliza wakati huu na wanazungumza na Mwakinego? Na mimi napenda kuambia vijana ambao mnatamani na mna kipaji cha kuigiza kwamba mje kwenye tasnia ya filamu, kwa sababu bado tunawahitaji. Kwa sababu hatuwezi kujua wewe ambaye unakuja kwenye hii tasnia una mchango gani. Kwa hiyo mimi napenda kusema kwamba msikate tamaa, usikae na kipaji huko nyumbani. Njoo nacho ukionyeshe, kwa sababu huwezi kujua njia aliyokuandalia Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wakati wa Mungu ndio wakati sahihi kabisa. Kwa hiyo ambacho napenda kuambia, endeleeni kunisapoti brother wenu ama mdogo wenu ama mtoto wenu Mwakinego mwigizaji, na nyinyi sasa mnapofika kwenye tasnia hii ya filamu mnavyonikuta, mimi sina iana. Nitawasapoti, nitawashika mkono kuhakikisha na ninyi mnafika angalau hapa ambapo nipo, au mnapitiliza kabisa ambapo nipo, na nyinyi mtanisapoti vile ambavyo. Watajie unapatikana vipi kwenye mitandao yako ya kijamii? Na ni muda gani, kitu gani wasikuandikie? Na mimi napatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Mwakinego Muigizaji, ikiwa Facebook Mwakinego Muigizaji, ikiwa Instagram Mwakinego Muigizaji, ikiwa YouTube pia Mwakinego Muigizaji, ikiwa TikTok. Kule YouTube pia nimeachia tamthilia yangu inaitwa Mzee Kijana. Kwa hiyo ingia pale YouTube, andika Mwakinego Muigizaji, utaiona Mzee Kijana, ikiwa kipande cha kwanza kabisa kimeruka. Kipande cha pili ni siku 2-3 baada ya leo nitakiachia pia. Kitu ambacho sipendi uniandikie ni kuashiria mahusiano. Unachati kuashiria mahusiano kwenye inbox zangu. Nina mke na mtoto mmoja na nampenda mke wake. Ana mke na mtoto mmoja na anampenda mke wake. Mimi sina la ziada. Mimi naitwa Kindingo Master, ni paka mwenye malengo ambaye si mlipanya mwenye mimba. Sisi ndo wale ambao tumechaguliwa na Mungu. Hakikisha una comment, una like, una subscribe. Jumba la Sinema la leo, interview ya leo ndio interview nzuri ya kipindi kinachofuata. Chao chao. Quality ni wauzaji wa vifaa original kama vile viatu, mabegi, miwani wanapatikana Mbeya Uwindini. Karibu kwa mawasiliano 0755670675. Watu wote makaribisha. Tusha quality kwa vitu quality.